Karibu ndugu mtazamaji wetu wa RS Online TV. Leo katika kipindi chako cha computer trick tutajifunza mambo mbalimbali ikiwemo hapa niko na maswali matatu. Swali la kwanza linasema, je, nimepiga window nashindwa kuactivate. Nimepiga window nashindwa kuactivate. Nafanyaje hapo mwalimu PC? Okay. Siku hizi kuna mitandao mingi. Katika kudownload pia unaweza ukadownload window ambayo iko activated. Kuna Get Into PC, kuna GitHub. Kwa hiyo kuna site nyingi, ila endapo ikatokea unajua tena laptop labda imecorrupt, ukamwazima mtu window, ukapiga ukagundua ile window haiko activated, hapo cha kufanya rudi pale katika browser yako, hakikisha una data, yani una internet. Browser yako kama ni Google Chrome ama Mozilla ama UC browser ama browser nyingine yoyote Safari, basi utaandika Windows 10 Activator, yani kwa tafsiri halisi kwa maana Windows 10 Activator, ila sasa kwa namna inavyoandikwa mara nyingi, ila sio kesi, unaweza pia ukaandika hivyo hivyo Activator kwa maana ya EA, yani TEA, lakini halisi kabisa inatumika kama Windows Activator. Maana yake Windows ACTIVATOR Activator. Umeshaona? Utakuja mtandao fulani juu hapo GitHub, lakini kama utashindwa labda kuja huo mtandao, basi andika GitHub, yani GitHub ikiwa ina maana G I T H B, GitHub. Umeshaona? Window Activator, GitHub. Itakuja kama unavyoona hapa nafanya mimi. Kama unavyoona GitHub kwa chini hapa itakupa kama ka linki, itakuambia copy linki, then utawasha CMD. Utafuata hapo maelezo, aidha una activate kutumia CMD au una activate kwa kutumia PowerShell. Kama ikikwambia activate kutumia PowerShell, fanya hivyo, ila PowerShell CMD utaiwashia kwenye administrator, yani kwa maana kwamba window alafu utaandika CMD, then kisha utaifungua kwa mfumo wa administrator. Nafikiri vipindi hapo vilivyopita vyote nimeshaongelea. Kama wewe mtu wangu wa nguvu, mfuatiliaji wa kipindi hiki, ushanielewa. Umeshaona hapo, utapaste hiyo ambayo linki ama command fulani, command link hizo ambazo GitHub wamekupa na wamekuelekeza hapo copy, then nenda ka paste kwenye CMD. Sasa kwenye CMD una paste vipi? Ukishafungua CMD yako, kumbuka huku umekopi, lakini huku kama kawaida yetu ndani ya CMD uta right click. Ukiklik mara moja tayari imeshajipaste, una enter. Itafanya yenyewe, itafungua code kama hapa. Kwa bahati mbaya ama mzuri kwamba mimi mashine yangu iko activated, lakini kama hapa itakuelekeza kwa kuactivate window, click namba 1, kwa kuactivate ofisi na nini, yenyewe hapa inakuelekeza. Nafikiri katika swali la kwanza la
masuala ya kuactivate, nafikiri utakuwa umeshanielewa. Tunaenda swali la pili. Swali la pili linasema nimetengeneza bootable ila katika kupiga window inagoma, nifanyeje? Umeona? Nafanyaje hapo? Nimetengeneza bootable yangu vizuri, lakini sasa katika kupiga window imeonekana kugoma. Umeshaona? Yani bootable inagoma. Sasa unafanyaje? Hapa cha kufanya ni kwamba utumia kama unavyoona hapa. Utaingia kwenye browser. Kwanza tunataka tuanze mwanzo kabisa, umetumia na bootable tools gani? Kwa maana tuanze mwanzo na click hapa. Utakwenda kwa wewe ambaye hujui bootable vipi, tutakuja somo, utakuja A to Z. Unafungua browser, unaandika hapo Rufus kama unavyoona Rufus. Kuna hizi version 64 bit ama 32. Baada ya kudownload utainstall hiyo. Sasa utakapofungua Rufus au PowerShell, tuanze na Rufus kwa maana sasa hivi ndio inatumika sana. PowerShell kidogo inatumika ni hizi mbili, Rufus namba 1, namba 2 PowerShell, ila watu wengi sana PowerShell wanatumia kwa aswa kwa sisi au kwa wale mayuza wa kawaida sana ambaye library nini wengi wanaifahamu PowerShell. Umeshaona? Lakini Rufus inatumika sana kwa watu wapiga window, watu yani wale ambao wanafahamu kompyuta kwa ukubwa fulani, wanaiamini sana PowerShell wanaiamini sana Rufus. Sasa Rufus ukifungua hapa juu yenyewe inakuwa iko selected GPT, iko selected katika GPT. Sasa kama iko selected katika GPT, maana yake wewe ukapiga tu window book kama unavyopigaga, alafu kumbe mashine unaoenda kupiga ni MBR. Sasa nini GPT, nini MBR katika diski? Umeshaona diski zimepishana, ziko za aina mbili. Diski ya kwanza kabisa ni MBR ambaye master boot record, lakini kuna diski ya pili GPT. Umeshaona? Sasa MBR na GPT pia katika kufanya bootable, kama unapiga window katika mashine diski yake ina support MBR, lazima bootable yako utatakiwa uipige kwenye MBR. Na kama mashine yako ama diski yako iko katika format ya GPT, maana yake wewe unaopiga bootable lazima upige hiyo bootable yako katika format ya GPT. Na hicho ndo wengi wanakwama, na nimeona kabisa wanakwama na hawajui wanakwama wapi. Umeshaona? Katika kuijua GPT ni nini, MBR maana yake utakliki right click, utagusa hiyo icon yako ya kompyuta, then utaenda hapa manager. Ukishaenda manager itafunguka chini hapa diski. Ukisha select diski itafunguka diski yako, unakuja pembezoni kabisa huku online diski, then hiyo uta right click, utaenda kwenye property itafunguka kama hapo unavyoona. Utakwenda kwenye volume chini hapo unaona GPT, na kama MBR pia unaona MBR.
Kwa hiyo bootable yako hakikisha iko kwenye format hiyo. Then ikishakuwa kwenye format hiyo kwamba umepiga bootable MBR na laptop MBR bado ikagoma, maana yake badilisha flash. Badili flash yako, huenda flash ina mazinzo, ina majanga. Unajua flash nyingi, tena flash zetu sasa hivi umeshaona. Tutakuja kiundani nije nichimbe GPT MBR ni nini haswa, lakini hapa mimi nimekupa tu triki ama nimekupa tu kukusanua kidogo kwamba hivi vitu vinagoma. Basi kabla hujapanic, angalia kinagoma upande gani. Umeshaona huenda bootable yako haiko sawa, ukang'ang'aniza kupiga window ya format ya MBR na ukati disk GPT, au ukang'ang'aniza kupiga GPT na ukati bootable uliokuwa nayo MBR, yani kuna mpishano. Haya, swali la tatu ni huyu ambaye anasema, je, nina PC ya Chrome OS. Hizi PC zimeenea nyingi sana, Chrome OS. Sasa Chrome OS unafanyaje? Umeshaona Chrome PC unafanyaje? Anataka mtu abadilishe window, ndio swali lilipo hapa. Window utabadili, window utapiga, lakini kuna driver nyingi zitamiss. Kwa mfano tuchukulie Chrome PC HP 11 G3 hiyo hapo /G4, ambayo SSD yake ambayo storage yake ina 16, RAM ina 4. Kwa hiyo Windows sio kama ipiti, itapita, lakini itakataa sensor ambaye touchpad. Touchpad hiyo mouse itafeli. Sound audio driver itafeli. Kwa hiyo kuna driver ya touchpad na audio driver itafeli. Kwa hiyo usipate tabu, ingia mtandao huu, inaitwa Coolstar, yani COOLSTAR, yani Coolstar. Huu mtandao kama unavyoona, utakliki hapo kama unavyoona. Twende sambamba, niangalie, manake ninachokueleza sio na kuhadisia, na kuonyesha kabisa kwamba nini cha kufanya. Kwa hiyo utafata namna maelekezo hivi ambavyo nafanya. Utaingia hapo kama hapo, utaingia hapa kuna selection, kuna install, utakliki upande wa install, itakuja hapa mashine ni hizi hapa. Je, unatumia hasa Dell, HP au nini? Kama nilivyokuonyeshia mfano, kama unatumia ile HP Chromebook ile 11 ambaye ya G3 au G4, utashuka chini hapa, eneo hili chini, utahesabu kutoka chini hapa, kutoka hizi modeli za chini 1 2 3, hii ya 4 utaselect, utapanda hapa juu, utakuja juu hapa, hapa juu utakliki hapo, uta next, then drivers zitakuja hapa kama zilivyo. Kuna hiyo touchpad hiyo, kuna audio, hizi zote ni driver. Uta download katika hili neno lililoandikwa link au download, uta download katika neno link, then uta install. Umeona, ina maana imeshakataa hiyo touchpad, maana yake utakuwa unatumia mouse ya nje, audio haina. Ina maana utatakiwa ufanye kwa kutumia mouse ya nje, kudownload, kuingia katika huu mtandao, download hizi driver, then ukishazi install, shughuli imeisha. Lakini utaanza kuinstall touchpad hii chipset hapa, uta download hii chipset,
ifanye hiyo graphics, then ndo hizi touchpad audio zote zitafunguka. Utamalizia na hii driver ya touchpad yenyewe itakaa sawa. Nafikiri tutakuja kuchimba zaidi kwamba MBR GPT tutakuja tuchimbe, lakini tutakuja kudili kindaki kinaga ubaga katika hizi mashine zilizoingia sasa hivi Chrome OS au Chrome PC. Inabidi tutaenda pia na yenyewe, itabidi nitafute Chrome PC nionyeshe hapa kwa vitendo. Tutaitafuta. Pia kuna watu wana Mac, yani wengi naye Mac hawaiwezi, yani nikizungumzia Mac kompyuta za Apple, wengi pia wanahitaji kupiga Windows. Kwa hiyo utakuja katika vipindi vijavyo, tutaonyesha ni jinsi gani Mac unabadilisha kuwa Windows. Ingawa inajulikana, lakini pia sometimes kuna vitu vinafeli. Kuna kernel version zina crash. Kwa hiyo hivyo vitu kama hivyo tutakuja tutavieleza mbele. Niseme asanteni na kwa elimu.